Mageni haya kwangu mimi. Kwani mageni haya. Haya bwana, asante. Huyu kumbe bado yupo. Mara ya mwisho nimekutana naye Mombasa mimi huyu. Lakini kipindi hicho nadhani alikuwa anafanya mambo ya ubaharia. Sasa nasemaje? Hii bwana sio mdodo kuanguka. Hii ni furaha. Ya nini? Mwakumbuka mimi nilikuwa na kesi. Na ilinikalia vibaya. Basi aminini Mungu bwana, mahakama imeniona sina hatia. Na imefutilia mbali kesi yangu. Alhamdulillah. Wallahi nashukuru. Kwa furaha hiyo sasa nikasema leo nikiwakuta hapa Dikoni mle mpaka mchoke. Na tutachoka kweli. Kajara. Makombora nyuma yake kuna watu wansaidia. Haya ngeli kesi hata wiki 3 haijafika imkwisha. Nyie mmekariri mambo. Tukariri mambo vipi? Kuna jambo nataka niwaambie. Hivi mnajua kama sekta ya mahakama imefanya maboresho makubwa? Miongoni mwa maboresho hayo si haya majengo tu tunayoyaona, bali hivi sasa kuna mfumo wa kuendesha mashauri mahakamani kwa njia ya kielektroniki. Ndugu yangu we. Haifai rangi je haifai choka? Samanini wazee wangu, mimi nilikuwa na kesi nikaifuatilia, mwisho wa siku nilishindwa. Ndio. Sababu kesi yako wewe inaonekana imesikilizwa kwa muda mfupi na imetolewa mahukumu ndio, mashauri yameenda kwa muda mfupi. Lakini mimi nilikuwa na kesi mahakamani, naenda asubuhi na shinda mpaka saa 9, hakuna lolote linalofanyika. Sikiliza Makombo. Sikiliza uzuri. Naam. Mie ilifika siku mkaapa. Kesi ikiwa ni yangu mie. Inanikabili kifuani mwangu. Naam. Na isamehe. Nikamwachia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ile kazi ya kwenda nkirudi mwaka wa katika na mwaka wa pili kwa kukosa bahati, halafu koje ukambe wende ule na hii. Sasa kama ni kesi basi labda uchukue maringi ujitea maguu upate kwenda kila siku kina ukirudi. Wende kina ukirudi. Asema vipi huyu? Na mie jambo kama hili kuniawia. Naam. Mie kama ni mie Kachara, mtu akaja nikanifanyia makosa kama hayo, nampiga mkweke nkamuwapo hapo. Hapo mambo akamaliza. Utakuwa unachukua sheria mkononi. Kwa sababu gani ukasema hivyo wewe? Mambo ya uendeshaji wa kesi hivi sasa hayako hivyo. Ya vipi? Yanaendeshwa kwa njia ya kielektroniki. Kwa maana kwamba kama una kifaa cha simu, iPad, kompyuta, huko uliko unaweza kufanya mawasiliano, ukajua habari zote za mahakamani, ukajua tarehe yako, ukataka kusikiliza hukumu, ukajua umepangiwa hakimu gani, ukiwa huko. Na zuri zaidi, hata kama wewe ni shahidi, watakatoa ushahidi, unaweza kutoa ushahidi ukiwa huko. Si lazima uje mahakamani tukajazana pale. Tuseme kama mtu yuko jani na mahakama iwete, aweza huko atakachukua habari. Naam. Huku si ndo nasoro kumwita cholo? Maana yake sie vipi twenye viswaswadu na wakati mambo haya natumia smartphone. Nikitaka muuliza huyu. Maana waweza kuwa na kisimu kidogo hichi cha kitochi, wabonyeza batani huku yanyanyuka huku. Na hata ukampata huyo mtu wapata mwingine, maana waweza sikia akutaka razi kwanza. Samahani, namba ya simu unayopiga au imezima, au mteja unempigia hapatikani kwa sasa. Mfumo huu ndugu zangu, niwaambie ukweli, umezingatia matumizi yote ya vifaa vyote kwa usahihi. Ikiwa una simu ndogo, una simu kubwa, una iPad, una kompyuta, una laptop, unaweza kuingia kwenye mfumo na ukaweza kuyajua mambo yote mahakamani bila wewe mwenyewe kuwepo. Tena zuri zaidi, hata kwa wale walioko, kwa mfano labda ushahidi unataka utolewe, kwa mfano mtu yuko magereza, chuo cha mafunzo huko, basi mfumo waweza mfuata huko chuo cha mafunzo akatoa ushahidi. Kama una shahidi yako yuko nje ya nchi, mfumo unamfuata huko anatoa ushahidi akiwa yuko nje ya nchi. Mfumo huu umerahisisha vitu vingi, hata kwa wale baadhi ya watendaji wa mahakama ambao walikuwa na mkono wa rushwa. Sasa hivi rushwa imekomeshwa kwa mfumo huu.
na hayo ndio matupu. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na kesi ukaambiwa faili halionekani. Ndani ya huu mfumo, mtu yeyote akiingia kwenye mfumo anaonekana. Kaingia muda gani, kachukua nyaraka ipi. Kwa hiyo tunakuja kukuuliza wewe, mfumo umerahisisha mambo. Sasa Haya mambo tulizoea kuyaona zamani Ulaya. Makombora. Naam. Kwa mfumo hivi ulivyo. Naam. Nasema mfumo shikamo. Na mimi kwa niaba ya mfumo naitikia marhaba.